Ndugu zetu wapendwa katika jina la Yesu Kristo, tumewasalimia jioni ya leo. Tunashukuru kwa sababu Mungu ni mwema, ametufikisha umbali huu. Hii ni mwezi mpya, mwezi wa 7 tarehe 2 mwaka 2026. Tumekutana watatu wetu tukizungumza juu ya maisha yetu na maisha ya mwanadamu. Leo tuko na tunasema ni mazungumzo yetu katika maisha haya, yale ambayo yanayotendeka siku zote tunaishi nao na mengi tunayaona, lakini kuna mengi ya kustajabisha. So mtazamaji wetu, leo tunazungumzia kuhusu sisi wanaume. Sisi wanaume ni akina nani katika maisha ya maisha haya ambayo tunaishi sasa? Kwa njia moja au nyingine, vile mnavyotuangalia sisi watatu, tuko na ndefu, ni wazee, wengine wamenyoa, wengine hatujanyoa nywele. Lakini sasa kuna kitu ya kustajabisha. Wanaume wengi tumebadilisha maisha na tumeanza kukaa kama wanawake. Je, huu ni ukweli au ni njia moja ambayo inampendeza Mungu? Neno ambalo tutakalozungumzia jioni la leo, tunajua linaweza kuwa linawasitusha wengi wenu. Kwa mfano, wanaume vijana, unapata mwanaume ameshuka nywele, mwanaume ametopoa masikio na ameweka earrings. Je, hii ni haki mbele ya Mungu kulingana na Biblia? Na kwa hivyo ninapouliza watumishi wenzangu, wataenda kuzungumzia hilo jambo, kama ni haki mbele za Mungu mwanaume kushuka nywele, mwanaume kutopoa masikio na kuvalia earrings. Hiyo kwa njia moja au nyingine tumeshusha sisi wanaume, tumejishusha sana. Lakini mtumishi au watumishi, mtasema nini kuhusu jambo hili la wanaume kushuka nywele, kuweka earrings na mapambo mengine hapo kama wanawake? Hata siku hizi niliona kuna mwanaume anasema anataka apachikwe mimba. Sasa sijui itakuwaje, lakini utazungumzia. Mtumishi, karibu. Asanteni sana. Kuna maneno katika mambo ya kiungu tunaita machukizo. Kama unataka kujua wewe mwanaume ama wewe mwanamke ukifalia kama mwanaume ama wewe mwanaume ukifalia kama mwanamke, ni machukizo. Tusome kitabu cha Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 22 fungu la 5. Nasema nini mtumishi? Inasema hivi, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, asifae mavazi ya mpasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke, ama mwanaume vile vile asiweze kuvaa mavazi yanayopasa mwanamke. Kwa hivyo Biblia iko wazi ya kwamba hayo ni machukizo. Endelea kusoma. Kwa maana kila afanyaye mambo haya, kwa maana mwenye anafanya hayo maneno ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Ni machukizo kwa Bwana Mungu wetu ama wako. Kwa hivyo mtumishi, hiyo swali umeuliza, umesikia Biblia yenyewe imesema ni machukizo. Lakini pia wacha tusikie Wakorintho kwa wale ambao hawataki kusikia ama wanataka kusikia. Tuende Wakorintho wa kwanza 14 fungu la 40. Nasema nini mtumishi? Unaweza soma kwa lugha yoyote ile. Nasema 14:40 inasema nini? Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Kwa hivyo Mungu ako na njia, mambo yake yanatendeka kwa uzuri na kwa utaratibu. Kama Mungu ameweka utaratibu huo ya kwamba mwanamume asifae mavazi ya mwanamke ama asifae kama mwanamke, tayari Mungu ametoa utaratibu. Kwa hivyo tuende kwa uzuri wa utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ameweka. 38 nasema nini? 38 hiyo Wakorintho hiyo 14:38. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Ya kuwa kama kwa haya maneno tumezungumzia ya kwamba kama mwanaume ameamua kuwa mjinga na akae mjinga. Kwa hivyo hakuna haja ukae mjinga, kwa sababu Biblia imesema kama mwanaume kwa huu ushauri ataamua kukaa mjinga na kuzuka nywele na kufaa kama mwanamke, hiyo vibuli mjinga na hapaki kuwa mjinga. Lakini pia Wakolosai anatuambia nini? Wakolosai 2:5
Wakolosai 2 fungu la 5 inasema nini mtumishi? Inasema hivi, maana ijapokuwa sipo kwa mwili. Hata Paulo anasema ya kwamba isipokuwa hayuko kwa mwili, lakini nipo pamoja nanyi kwa roho. Ako pamoja nasi kwa roho. Paulo alikufa akazikwa, lakini ile roho aliyekuwa ndani yake ambaye alimwezesha kuandika haya maneno, roho huyo anatuzungumzia akisema, nikifurahi, anafurahia utaratibu wenu, akiona utaratibu sasa wenye tumepewa kwa Biblia na udhabiti wa imani yenu katika Kristo. Na kuweka msingi wetu imara katika imani ya Kristo. Sita inasema basi kama mlivyopokea Kristo Yesu, kama mlivyopokea Yesu Kristo Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Fanya tumepokea Yesu Kristo, tuenende kulingana na utaratibu wake. Sita imeisha hili. Tuenende kulingana na utaratibu wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nataka kusema nini? Kuna hata makanisa yanayo entertain wanaume. Ukiangalia unaona mwanaume amevalia kama tu mwanamke, na kuna makanisa ambayo yana entertain hiyo. Kama umekwisha kupokea Yesu Kristo, tuende na utaratibu wa Yesu Kristo. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Kwa hivyo inakemea. Tumishi, hiyo ndio nilikuwa naongezea. Unaweza ongezea tena? Asante mtumishi. Tumesikiza ya kwamba sisi tumesema kuhusu maneno yetu, bali tumesoma katika mafungu ya Biblia ya kwamba sisi wanaume wacha tufae kiume. Hata ukiangalia wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, alituumba kwa ajili ya mfano wake. Kama we are the representative, we are the image of God. So chenye wewe unafanya, mabambo yako unafanya yanamuinua Kristo, kwa sababu kama sisi tumeumbwa katika mfano wa Mungu, ni vizuri tuishi kama vile Mungu apendavyo. Na vile tumekuwa tukisoma, kwa wale ambao wamefuatilia mafundisho yetu katika TikTok, tunawashukuru sana na tunaomba muendelee kufuatilia, kwa sababu mafundisho yako makuu, na YouTube tuko pale. Unaweza tafuta majina yetu, tutaendelea kuwapea hiyo link, halafu mtakuwa mkiponyesha na kuangalia mafundisho yetu. Na Facebook nao tuko pale, Jesus the way, the truth and life global ministry. Ukisearch pale utaipata. Na kwa hivyo, kwa kupitia mafundisho, mimi najua ya kwamba haya yote yanafanyika kwa sababu hatuna hekima ya Mungu. Ndiposa tunasoma katika kile kitabu ja Proverbs 9:10 inasema, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge and understanding. So ukimwogopa Mungu utapata ile hekima. Hekima vile utafalia, hekima vile utakuwa unachipamba, hekima vile utakuwa unaishi na hekima ya Mungu, kwa sababu hekima ni Yesu Kristo. Utaishi kulingana na vile Yesu anataka sisi tuishi, kwa sababu mapambo yamewekwa ni yale ya kumuinua Ibilisi njia zote na kuvalia kwetu, kwa sababu ukiona wanaume wanavalia nguo yenye imewafinya, wanawake wanavalia nguo zenye zimewafinya. Sasa hata wakiingia kanisani, wao wanaleta majaribu, hata kwa mapasta wao wanaleta majaribu na vikwazo kuwakwaza wanaume wenzao, au wanawake wanakwazwa na wanaume wamevalia vibaya, au wanaume wanakwazwa na wanawake wenye wamevalia vibaya. Kwa hivyo mapambo kama hayo hayastahili mbele ya Mungu. Sisi tumesoma, bali ni Biblia imesema, na Biblia ni neno la Mungu takatifu. Kwa hivyo Yesu akiingia ndani yako, hautafikiria kwenda kushuka nywele mwanaume, hautafikiria kwenda kutoboa masikio, hautafikiria kwenda kujitoboa mapua, hautafikiria kwenda kuvalia viburi. Wacha nikuulize hivi, kuna umbwa moja kali sana inaitwa German Shepherd, na kuna ingine inaitwa Bulldog. Ukiona hizo umbwa zimewekwa nyororo, na nyororo zinawekanga ni mzito, ni kubwa. Sasa unaonanga vijana, mtu ameweka minyororo kwa shingo,
na viburi ni kama amechifunga sasa, amejitia mateka, na tunajua shetani ndiye anafunga watu na minyororo. Kwa hivyo ndugu zanguni, madada zetu, unaona ambao au tusikize na kutuangalia katika TikTok na sehemu zingine za social media, wacha tuishi vile Mungu wetu anataka tuishi. Unapojipamba vizuri na Mungu, usikwe kikwazo kwa mwenzako, usilete kikwazo kwa mwenzako akaingia majaribu, bali wacha kuishi kwako na kufalia kwako kumtukuze Mungu. Asanteni. Asante wenzangu kwa hayo mafundisho na maongezi. Mimi ningependa tu kuchangia kwa ufupi, niseme hivi. Biblia imesema kwamba mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, na wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo haya ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Mambo haya yameandikwa na watumishi wa Mungu, na Mungu mwenyewe aliwaongoza watumishi haya kuandika haya mambo. Sasa wewe ambaye iwapo ni mwanamume unavaa mavazi ya kike, na vile vile mwanamke wewe ambaye unavaa mavazi ya kiume, badala ya kuvaa ya kike unavaa ya kiume, ujue kwamba ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Unataka kumtoa Mwenyezi Mungu makosa. Unamwambia kwamba Mwenyezi Mungu, ili sikio langu huku liweka something, huku liweka kipuli, na mimi sasa singekuwa mwanaume, ningekuwa mwanamke, ama singekuwa mwanamke, ningekuwa mwanaume. Mwenyezi Mungu ana sababu zake. Ni sababu gani alikufanya wewe aidha mwanamume ama mwanamke? Sasa vile wenzangu wamesema kwamba kitu chochote ambacho tunafanya tufanye kwa kumtukiza Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ni kwanza kabisa ni hekalu la Mwenyezi Mungu. Vile vile unapokanyaga, unapoingia, unapotembea popote pale, fanya mambo ambayo yanamtukuza Mwenyezi Mungu. Jiulize, unapotoka kwako nyumbani asubuhi, ukiwa umevalia vile umevalia, je, hicho ulichofanya Mwenyezi Mungu anafurahia? Kwa sababu naamini kwamba unapotoka nyumbani kwako wewe unaomba kwamba Mwenyezi Mungu, naondoka sasa, naenda aidha kutafuta riziki ama naenda mahali fulani, nitarejea. Sasa je, unapotoka kwako na ukiwa umevalia vile umevalia visivyo, unamtukuza Mwenyezi Mungu? Kama swali ni la, basi usivae vile, kwa sababu ukivaa vile ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu na unangojea adhabu ya Mungu. Asante.